wa utunzaji wa vifaranga. Unapofuga kuku, ukipata principle ambazo tunazokwambia, ni ngumu kushindwa kufuga kuku na kuvikuza vifaranga, kwa sababu kila kitu kina kanuni zake. Ukiweza kuzifuata hizo kanuni, hakika mradi huu wa kuku utaufurahia, kwa maana hutopoteza kifaranga. Sasa kwa muda mrefu tulikuwa tuko kwenye kazi ambayo ilitulazimisha kwenda mbali na mafunzo yetu ya ufugaji wa kuku. Tulikuwa tuko safari kidogo, lakini sasa tumerudi na somo letu sasa la darasa nategemea linaanza kuendelea. Muda si mrefu tutaanza sasa mafunzo rasmi ya utunzaji wa kifaranga cha siku moja mpaka kuku anataga. Tutakufunza mambo mengi tu ambayo kimsingi ukiyafahamu vizuri utaufurahia mradi huu wa kuku, kwa sababu hata Mungu anatuambia kwamba unapokuwa nacho ukagawia watu wengine na wengine wakafaidika, na wewe ndio unaendelea kunufaika. Sasa somo letu hili litaanza kifaranga cha siku moja mpaka mwezi mmoja na wiki 2, na watu wengi wanapata changamoto katika kipindi hicho. Kama unavyoona, hivi ni vifaranga sasa vina miezi 2, na katika vifaranga hivi vilikuwa 300 na tulibahatika kupoteza vifaranga 5, na sio kwa kuugua, hapana, ni kwa ajili ya kukanyagana ndio tuliweza kuvipoteza hivi. Tuna imani na wewe, tukikupa darasa hili ukafuga kama inavyotakiwa, hakika utakuwa ni mfugaji wa kibiashara. Mfugaji wa kibiashara unahitaji kwenda na ufahamu wa kutosha kulingana na mradi huu. Unahitaji kujua principle na mambo ya kufata kwa ajili ya kufuga mfugo wetu huu, ili uweze kufuga kibiashara. Sasa ninatumaini tutakuwa pamoja katika hatua zote za mafunzo yetu. Mungu akubariki sana. Asante sana kwa kusikia.